Unajua wengi hawajui kwamba huyu Salome anasimamia magereza yote, jela zote. Kwa hivyo kama kuna mtu kwa hapo katitu umechoka kukaa kwako, niwaambie pia sasa kuna nafasi na naweza kuwakaribisha huko. Mungu awabariki na Mungu alitumsifu Yesu Kristo. Asante. Asante sana waziri. That is Moses Kuria for you. Umechoka kukaa kwako, niwaambie pia sasa kuna nafasi na naweza kuwakaribisha huko. Mungu awabariki na Mungu alitumsifu Yesu Kristo. Asante. Asante sana waziri. That is Moses Kuria for you. Nafasi nitawaalika watu wawili na mmoja ambaye naomba aje hapa ni Francis Wainaina, simama nami hapa mkono wangu wa kulia. Na huyo mwingine yule aliyempa kazi ya kutoa shukrani alirahisisha kazi yangu. Kwa sababu ni rafiki yangu kuja hapa bwana. Ni rafiki yangu na ingekuwa sio shukrani anarudisha, ningempa kipaza sauti kuzungumza, angezungumza mambo mengi kwa sababu ni kijana mchapakazi, ni kijana yenu ya hapa mtaa, nyinyi ndio mlijichagulia, mkasema mpeleke bunge. Kwa hivyo Mheshimiwa Kagombe kuja hapa. Leo hazungumzi mambo mengine, anatoa vote of thanks. Imagine. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Francis Wainaina Muhea. I'm a family member to the father of Raphael. Ndio mkisikia ati Raphael alizaliwa huko Lirota, msifikirie ati Lirota ndio kwao. Kwa kina Raphael ni hapa, ni mmoja wetu ambaye tulikuwa tukiishi naye, tukishiriki hata kwa mambo mengi. Kwa hivyo Raphael ni wa kutoka area hii. Yangu ilikuwa fupi sana. Ilikuwa ya vote of thanks. Na vile vote of thanks imerudishiwa na watu wengi sana. I just wanted to confirm to you that we are very grateful for each one of you who have found time to come here to celebrate the life of Raphael with us. And sincerely, we are grateful that everything has been in good track. Hakuna kitu imeenda kombo because of your contributions. So, mkumbali, thanks zetu kwenu nyote, na muongezewa na mheshimiwa hapa kidogo. Thank you. Asante sana Bwana Wainaina. Kanisa, our main celebrant Father Chris na mapadre wote walioko hapa, familia ya Bwana Muhea, baba na mama wakiwa hapa wakiongozwa na PSB yako, viongozi wote wa serikali walioko hapa na duothe agatitu na bali yothe ya busho. Naomba nitumie itifaki zilizowekwa na ndimugeithie na ritwa rĩa Kristo. Muliega. Bwana Yesu asifiwe. Oneno wa Yesu roka. Oneno wa Yesu roka. Nie ndoka hakucokia ngatho no nyambe ndehe ndumiriri yakwa ya macakaya muciĩ ũyũ.
wa PS Beako na andu othe a nyumba ya Raphael. Na Father Macharia ndikumenyaga nyukunyanirira tondu nyigua tondu tumite parish imwe ndithuire mumioni ta mumianiriri na nwi ndi mugatoreki ndu wakicoka wanyanirira gwi Father Mulira na nwi Father Mulira ni athomithitie na akanjira ndigaceragirwo kanitha nawe woka wanyanika riu no wakihitia muno no tugithie tugibanganaga na hau kabere. Niseme when Father Chris was giving the final commendation, amesema ya kuwa tuna hakika kwamba tutakutana na huyu Raphael huko mbele, na kwamba kilichofanyika leo, siku ya leo, ni kulala tu amelala, lakini tutapatana na yeye kwa sababu tuna hakika and we have hope. So that is the hope that I will want to give to the family, that he's in a better place and at some point we shall be united again. Sina mambo mengi ya kusema ila tu nitoe shukrani kwa viongozi walioko hapa, sana sana MCAs, MCA Kongo Smart na MCA Kahora. Eneo hili liko katika mpaka wa Kiganjo na Kiamwangi, na kwa hivyo hawa wawili wanashirikiana, na katika mambo yote ya maendeleo tunafanya pamoja na hawa wangwana wawili ambao wameamua kushirikiana pamoja. Wakati haya mambo yalitendeka, tulikuwa katika mipango ya kupanga na PS Beako. Actually, I think 2 weeks ago tulikuwa tumeketi na alikuwa na safari. Tukasema akirudi tutapatana, tutafute jinsi ya kuongeza maendeleo hapa katika eneo hili kwa sababu ni nyumbani kwao. Na akakuwa ameniambia kwamba anapanga kuja homecoming, ambayo kabla tufanye homecoming vile tulitarajia, tumeletwa hapa homecoming ambayo ilikuwa ya ghafla, ambayo imeletwa na Raphael na maoni na kupenda kwa Mungu. Kwa hivyo sisi tunachukua mambo ambayo yametendeka kwa moyo mkunjufu na tunasema wedi wagai wikike higo ciothe. So I would just want to say, PS, tuliongea mambo ya hapa, ukaniambia umepata, tumetengeneza shule hii ya primary school hapa, na ukaniambia you promised me, nikakwambia tutajenga, iko matope hapo, na nikakwambia niko na kabro tunataka kuweka, and you promised me utanisaidia na labor. Sasa wale watu ambao waziri alikuwa anasema kama unasikia umechoka nyumbani, wale ambao wamechoka jela pia PSB yako anataka kuwarudisha hapa. Sasa hiyo mambo inakuwa namna hiyo, na akaniambia tutasaidiana, na kwa hivyo PS najua hayo mambo tutaendelea kuyatenda, na ile kazi imebaki hapa kwa hii shule ya msingi hapa ni kidogo tu ya laying of the paving ways, na ndio haya mambo ya matope yaache kuwa hapo, kwa sababu barabara kama vile waziri amesema zimetengenezwa mpaka hapa, lakini ndani iko matope. Tutatengeneza, najua tutashirikiana na wewe. Juma lijalo tutakutana, tutapanga, tutafanya hawa na hawa wangwana wawili wako hapa. Jambo la pili, ninajua hii kanisa inahudumu kwa masomo sana, kwa sababu if you look at this complex, kuna St. Clair hapa, kuna hii primary school hapa, pale Nembu kuna Nembu High School, kuna Nembu Primary, ambazo they are sponsored by this parish, ambayo imetufanyia kazi njema sana. Pale Nembu kuna mwalimu mkuu aliyeko hapo, tunafanya kazi na yeye vizuri sana. We have agreed that in 2023-2024 sisi mambo ya kuchimba choo ile ya long drop kwa pesa za serikali hatutafanya tena. Kwa hivyo pale tunachimba borehole ndo tupate maji ambayo ita supply primary school na secondary school, na mimi niweze kudevelop proper ablution with proper sanitation. I know this place also has a borehole that I find stima imekuwa changamoto. Just like we did in Gateway, we are going to solarize that borehole, we clean it, ndio hawa watu ambao wako katika hii eneo wapate maji safi na waweze kutumia vyoo na sanitation iliyo njema. Kwa hivyo mambo ya maendeleo hapa tumeyashikilia, na najua viongozi wa kanisa wako hapa, wanajua fika kwamba hapa kwa mabweni ya St. Clair Primary yalikuwa katika hatari ya kuanguka kwa sababu ya mmomonyoko wa udongo. Tumekuja tumeweka gabions na mpaka kwa barabara. Mimi najua watu wako wanajua hivyo, na tutaendelea kushirikiana na nyinyi kwa sababu nyinyi ambao mlinichagua mlitupa kazi ya kuwatumikia, na sisi ni watumishi wenu na itaendelea kuwa hivyo.
Asanteni sana, Mungu awabariki. Na kwaya mmetuimbia vizuri sana, muendelee kutuimbia vivyo hivyo, na wakati wageni wataondoka tutarudi hapa tuongee na nyinyi, tupange mambo, ndio haya mambo ya maridadi kidogo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Si mumeona tulichagua mtu wa vote of thanks mzuri? Mumesikia kama ameenda kombo? Hiyo contract mheshimiwa waziri anasema ya huyu bwana kama inaisha renewiwe. Mimi sijasema kitu. 1 Peter 1:24 inasema maisha ya mwanadamu ni kama maua. Asubuhi ua linapochanuka hutoa harufu nzuri, wengine wetu uchuma na unabeba. Kwa mfano kama sasa hili ua lilipochanuka asubuhi linanukia vizuri sana, ishara kwamba nyuki wanatoka mbali wanakuja kuchukua nekta, linaenda linatengeneza nini? Asali. Mimi nawe tunabeba hili ua ili mahala ambapo napitia ninanukia vizuri. Maisha yetu ni vivyo hivyo. Wakati Mwenyezi Mungu anatupa nafasi ya kuishi, tuishi vyema, tuwe manukato kwa watu wengine, tuwe nafasi ya kuwapa nyuki waje kuchukua nekta kutoka kwetu na kwenda kutengeneza asali. Mimi naomba kufanya tangazo moja. Baada ya baraka ya mwisho na kuelekezwa jinsi ambavyo utakavyotoka, sote tusalie ndani. Hakuna mtu atatoka kando kwa kando. Msafara wa ndugu yetu utakapoondoka na familia wafuate, ninafahamishwa kwamba mahala pale nyumbani pana uhaba wa nafasi na hatutaweza kwenda sote. Kwa hivyo tangazo langu moja ni kwamba waumini wote wale wengine tumeandaliwa maamkuli ya mchana na familia pale kwenye shule. Sote tunaalikwa baada ya kumaliza hapa na baraka ya mwisho. Mwili ukishaondoka na kuelekea nyumbani, tafadhali tusifuate. Tuingie pale kwenye uga wa shule, tupate maamkuli hapo, na tunatoa shukrani sana kwa wale wote ambao wamepanga. Jambo la pili, wale ambao watakaoelekea nyumbani, tusiende mbele ya msafara. Ni makosa magari kutangulia na gari ambalo linabeba mwili linabaki kule nyuma na gari la padri. Anayekwenda kuzikwa ni nani? Anayemzika ni nani? Sasa tukizuia mwili na tuzuie padri, wewe ambao umetangulia umeenda kufanya nini? Hauzikwi, hauzikani. Umetangulia kufanya nini? Kwa hivyo tukishapewa itifaki ya kufumukana, tufanye vivyo hivyo. Na mimi kwangu nikisema asante. Naitwa Mike Getone kutoka ofisi ya Rais. Nikishukuru Bwana Peter Wanjoi kwa sababu ni yeye alinifunza hii kazi, na aliponiomba nije tushiriki nanyi siku ya leo, nikamwambia kwa heshima ya PS wetu na familia nzima nitaweza kuja na tushiriki pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Shukrani sana Bwana MC. You are very smooth and we are very grateful and we are confident when you are dealing with a professional in a professional manner. You are assured that everything will be right. Kabla baraka za mwisho, naomba nichukue nafasi hii nimwalike mmoja wetu hapa kati yetu. Tuko na mapadre kadhaa. Nimwalike mmoja wetu aweze kuwatambulisha au ujumbe mfupi kwa niaba ya mapadre waliopo hapa, na labda kwa mapadre ambao wangependa kushiriki pamoja na familia na hawangeweza, mmoja wetu atatoa rabirabi fupi alafu aweze kututambulisha kwa jamii. Padre, karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Nitaanza kwa kuwatambulisha kwa mapadre. Father Francis Morira. Father Morira, simama. Simama tu. Father Morira. Father Morira anafanya kazi pale Ridgeways. Ni yeye padre wa Madam Salome pamoja na familia. Father Christopher Masharia. Father Christopher Masharia naye tufanyia misa hii, anafanya kazi katika parokia hii ya Gatitu. Asante padre kwa kutukaribisha na kutuongoza misa. Father Moses Kanyinge. Father Moses is a priest from the Archdiocese of Nyeri. Anafanya kazi pale Kingongo. Father Simon Kanji.
Father Simon Kanji is a priest from the Diocese of Murang'a, anafanya kazi huko Kirinyaga. Pia Father JB Kariuki, a priest from the Archdiocese of Nyeri, na anafanya kazi huko Nyeri kwa magereza, ni one of the chaplains wa magereza. Na mimi naitwa Father Patrick Ndungu, nafanya kazi St. Augustine Juja Parish. Na kwa miaka kadhaa nimekuwa nikifanya parokia ya Riruta takriban miaka 8 hivi, na kwa hivyo nimemjua Raphael, nimejua mam, nimejua dad, nimejua hii familia yote, Mike na familia yake, daktari. Na nikitoa ujumbe wangu wa rabirabi kwa niaba padre, nataka nisome kutokana na haya mafunzo ambayo tumeambiwa na Madam PS. Lesson number 4. That when friends will not be there in the evening alone, when the people we work with will not be there, when the family, they will have retired each to their own place, and you are left alone, only faith will give you strength. Kuna mambo hufanyika ambayo hakuna kitu tunaweza kufanya. Kifo kikija, mtoto wa mwisho ambaye ni mdogo wetu, najua kawaida katika maisha tunatarajia wale ambao ni wazee watutagulie, wazazi wazikwe na watoto wao, lakini haifanyiki hivyo kila wakati. Na inapofanyika, our only source of strength and hope is God and faith. May you be strengthened by the knowledge that God is with you. May you be strengthened by the knowledge that there is hope after this life in this world. We transition to live with the Lord. Tumeambiwa na mheshimiwa, na hivyo ndivyo tumeomba kwamba hajapotea, ametutagulia. Sasa hapo amelala, anatuambia mbele iko sawa. Mbele. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba tusimame. Najua katika mipango ya mazishi hii tumewasiliana sana na Padre John, who is father in charge in this parish. I know we have communicated a lot with a person that you don't know. Labda wengine tumepata namba. You have communicated a lot in organizing the whole of this event. Alinituma rabirabi zake Father John, father in charge of this parish. Bwana awe nanyi. Mungu Mwenyezi awabariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Enendeni na amani ya Kristo. Ibada takatifu ya misa ya wafu imefika mwisho. MC. Asante Father.